kuna vijana ambao wana uwezo mzuri katika nyanja mbalimbali. Kwa hiyo katika kila nyanja ya kimaisha tunatamani kuandaa vijana kuwa bora katika nyanja hizo. Basi huyo mtoto kama anamlea kimandazi ataenda hivyo hivyo. Umeona? Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa sana kumwandaa mtoto wake. Yaani vijana wa Kitanzania wengi tunashindwa kabla hata hatujaanza. Yaani wewe ukikaa kijijini kwenu unaona uchawi, lakini akija Mchina anaona fursa. Umeona? Kwa sasa vijana lazima tufanye transformation. Tuache kuwaza changamoto, tuanze kuwaza fursa. Labda niseme tu, yani kijana ili ufanikiwe lazima kwanza uwekeze kichwani. Ajira ni starting point. Unajua kuna kitu tunasemaga starting from zero. Umetoka chuo ukiwa huna hata shilingi 100. Unaanzaje? Vioni tunasoma theory, nadharia kwamba jinsi ya kuanzisha biashara ni ABC, lakini haiakisi uhalisia wa uanzishaji wa biashara yenyewe. Katika 80% ya biashara zinazoanzishwa huwa zinakufa baada ya mwaka mmoja. Kwanza tu mimi niwaambie vijana wasiridhike kwenda vyuo wakaona wameelimika. Asante sana Bwana Ali, nimefurahi sana wewe kuweza kujoin na sisi. Nashukuru sana, nimefurahi pia. Yes. Labda kwa kuanzia hapo watu pengine wangetamani kujua utambulisho wako. Okay. Naitwa nani, ni mwenyeji wa wapi na vitu kama hivyo. Okay. Kwa jina naitwa ndugu Ali M Kisomeko. Maarufu Kisomeko, wanaita sana Kisomeko. Hilo jina la Ali huwa walifahamu sana. Okay. Mimi nipo hapa Iringa. Majukumu yangu mengi nayafanyia nikiwa hapa Iringa. Kwa hiyo kwa ufupi nadhani ni hivyo. Naitwa Ali Kisomeko, nipo hapa mjini Iringa. Ndio. Na hayo majukumu unayofanyia hapa Iringa kimsingi nikielezea kutoka moyoni ndio linisababisha nikakutafuta na tumeweza kuwepo leo katika podcast hii kwa sababu niliona unafanya vijana talk forum kama mkurugenzi. Hiyo ika click kichwani kwangu. Mimi napenda sana vijana. Napenda sana kufanya kazi na vijana. Katamani kujua hasa Ali Kisomeko anafikiri nini juu ya vijana. Nini msukumo mpaka kutaka kufanya kazi na vijana? Okay, nashukuru sana. Nadhani watu wengi huwa wanatamani kufahamu ni kipi ambacho kimenisukuma ama kinaendelea kunitia moyo kuendelea na kufanya vijana talk forum. Kwanza tulikaa chini tukaona kuna vijana ambao wana ndoto kubwa, wana maono makubwa, lakini bado hawajapata majukwaa sahihi ya kuweza kupata namna ya kuzungumza. Umeona? Kwa sababu unaweza kuwa una ndoto kubwa lakini kama ama una idea nzuri lakini kama hujapata mahali pa kueleza idea yako, inakopo ni useless ama nonsense. Kwa hiyo tulipoona kuna vijana wana ndoto kubwa na wana maono makubwa na nini, tukaona basi tuanzishe jukwaa la vijana talk forum ambao linawapa uwanja salama wa kuweza kuelezea ndoto zao na kuweza kukutana na wenye ndoto kubwa wengine wakafanya networking. Kwa hicho ni kwa kitu cha kwanza, lakini pia tuliona kuna vijana ambao wana uwezo mzuri katika nyanja mbalimbali. Kwa sababu vijana talk forum haijabezi na kitu kimoja tu, kinabezi na mambo yao. Kuandaa vijana kuwa viongozi wazuri, kuwa wafanyabiashara wazuri, kuwa vijana wazuri kwenye jamii na kwenye serikali. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Kwa hiyo katika kila nyanja ya kimaisha tunatamani kuandaa vijana kuwa bora katika nyanja hizo. Umeona? Kwa hiyo unaweza kukuta labda unakutana naye kijana na uwezo mzuri wa kiuongozi, lakini hajafahamu afanye nini ili aendane na mifumo ya kiuongozi. Kijana ana kipaji lakini hajui afanye nini ili aendane na kipaji chake. Umeona? Ili aingie labda kwenye soko la kipaji chake. Umeona? Sasa tukaona basi tuanzishe hili jukwaa ambalo kila kijana mwenye ndoto fulani, mwenye maono fulani, tunaweza tukamkutanisha na wenye ndoto wengine, lakini tukamkutanisha na wataalamu ambao wanaweza wakalea kipaji chake, wakalea ndoto yake. Sawa. Unajua tukiangalia vijana wa Tanzania na tukiangalia vijana wa mataifa mengine, wote ni vijana na sina lengo la kuonyesha kwamba vijana sisi wa Kitanzania tuna udhaifu, lakini inapokuja masuala ya fursa, kuchangamkia fursa na huo uwezo wa kuchangamkia kuwa viongozi, kuchukua hatamu na vitu kama hivyo ambayo imepelekea vijana talk forum kuwekeza. Hatuoni kama tuna vijana wenye huo mwamko mkubwa. Unadhani tatizo ni nini? Ni malezi, ni maandalizi ambayo tunayapata au kuna kitu gani? Kwa sababu vijana talk forum inakuja kama kutibu hapa juu, lakini inaonekana kuna tatizo liko nyuma. Unadhani tatizo ni nini? Nadhani umegusia issue ya malezi. Issue ya malezi ni kitu muhimu sana kwenye kumwandaa mtoto hasa katika kufikia ndoto zake.
Yaani mzazi kama anatusikia akiwa analeta masiala kwenye malezi ya mwanae, basi huyo mtoto kama anamlea kimandazi ataenda hivyo hivyo. Umeona? Kwa hiyo mzazi ana nafasi kubwa sana ya kumwandaa mtoto wake. Lakini issue kubwa, vijana wengi sio tu Tanzania, wa Kiafrika, japo sasa kuna mataifa ya Kiafrika ambayo yanaenda kutibu ugonjwa wa vijana kuona kwamba jambo fulani ni la watu wa aina fulani. Yaani vijana wa Kitanzania wengi tunashindwa kabla hata hatujaanza. Umeona? Kwa mfano ya kupiga mstari, yani tunashindwa kabla hatujaanza. Kijana wa Kitanzania akikaa sehemu anaona haoni fursa, yeye anaona changamoto tu. Anaona changamoto. Yaani serikali inaweza ikaja hapo ikatangaza kwenye redio, ikapiga ma-PA, ikatoa matangazo ikasema jamani kuna mikopo ya 10%. Lakini Mr. Moses Nkemwa alipo pale anaona sasa hizi hela za serikali zitakuwa labda za watoto wa viongozi, labda la watu fulani. Umeona? Yaani akili zetu zinawaza kushindwa kabla ya kuanza. Ni hivyo hivyo, sio tu kwenye hiyo mikopo. Labda kuna fursa fulani imetangazwa. Bwana, kuna nafasi labda zimetoka somewhere za ajira. Watu wanaona kama yani umeona? Kwamba kwa lazima tu change mindset. Lazima tunawaza fursa kuliko kuwaza nini? Kuwaza changamoto. Umeona? Kuna kiongozi mmoja amewahi kusema kwamba kijijini kwenu vijana mnaweza mkawa mnaona uchawi. Yaani wewe kaa kijijini kwenu unaona uchawi, lakini akija Mchina anaona fursa. Umeona? Kwa sasa vijana lazima tufanye transformation. Tuache kuwaza changamoto, tuanze kuwaza fursa. Na hata hivyo tunapambana nao sana. Mwingine umemunga kwa vijana Talk Forum, anajua nyinyi mnatoa mikopo. Umeona? Anajua nyie anajua wewe utamkutanisha labda na nani aweze tu kumpa hela. Hivyo vitu havipo. Sisi tunaendelea kuwajengea misingi mizuri ya vijana kuanza kuona fursa. Na ndio maana mle tunawafanyia watu mentorship, lakini tunawakutanisha na wataalamu. Mtu ambaye ana ndoto za kuandika kitabu tunamkutanisha na mtaalamu. Kutana na huyu mtaalamu tena atakufanyia kwa bei rahisi kwa sababu ya heshima ya sisi. Mwana atakufanyia kwa bei rahisi, atakuelekeza jinsi ya kuandika kitabu. Unataka kujifunza mambo ya agriculture, utakutana na wataalamu kutoka Vijana Talk Forum wanaohusiana na mambo ya kilimo, watakuelekeza vizuri kabisa na itakuwa ni mwanzo wako wa kwanza kufanikiwa. Labda niseme tu, yani kijana ili ufanikiwe lazima kwanza uwekeze kichwani. Kuna mtaalamu mmoja wa biashara amewahi kusema biashara haianzi mfukoni kwa maana ya kwenye mtaji, inaanza kichwani. Kwa hiyo lazima vijana sasa tuanze tuwekeze sana kichwani. Tuzitengeneze fikra zetu ili hata zikipewa milioni 10 ziweze kuibadilisha ile milioni 10 kuwa milioni 100. Ikipewa milioni 100 uweze kuibadilisha milioni 100 iwe bilioni 1. Umeona? Yaani huko ndo ambako tunatakiwa kufika vijana wa Tanzania na vijana wa Kiafrika. Sawa. Lakini Bwana Ali, tunazungumzia vijana ambao mwingine yuko nyumbani kwao, kuna kaka yake ambaye amehitimu chuo kikuu lakini hakupata ajira. Ndiyo. Na kwa sababu pia ulishasema mtu anaona matatizo aoni fursa. Hakuona hiyo fursa. Kwa hiyo amebaki yupo nyumbani anaendelea kukaa tu. Kwa yule kijana mwingine mdogo wake anaona kumbe hakuna faida yoyote ya kufika chuo kwa sababu hakuna ajira. Na nilisikia kitu kama hicho pia kwa mtoto ambaye anaishi na kufanya kazi mtaani. Ndiyo. Tunafanya kazi kwenye moja kati ya shirika ninalofanya nao kazi. Mtoto mmoja alisema hilo neno ambalo lilinigusa kimsingi. Kwamba hivi kwa nini niende kusoma? Kwa sababu kakaangu yupo nyumbani. Sasa tunazungumza kwamba tunawajengea uwezo watu hawa ili waweze kuona fursa. Unadhani kwa namna ambayo tunajenga uwezo kwa njia hiyo inatosha kuweza kumbadilisha mindset? Umezungumzia kubadilisha mindset. Sure. Inatosha ili mtu aweze kutumia hizo fursa? Inatosha. Na katika interview mbalimbali ambazo nimekutana nazo nawaambiaga watu wazi kwamba yani mabadiliko yani hata kama wewe umejiunga labda na Vijana Talk Forum au umejiunga na Iringa Talk Show, maana labda umejiunga na jukwaa lolote tu lile ambalo lina malengo la kukubadilisha kijana, lazima siku moja wewe ukae chini kwanza, ujifikirie wewe kama kijana, useme sasa nataka nibadilike, sasa nataka nipige hatua. Kwa mfano issue ya ajira, unakuta kijana amemaliza chuo yuko nyumbani. Unaona? Sasa umeongelea hapo kwamba kuna kijana labda anaona blaza kasoma yuko nyumbani. Sasa mimi naanzaga na yule kijana ambaye yeye anamuona blaza amefanyaje? Amemaliza chuo yuko nyumbani. Yeye anafikiria nini? Wewe si umemwona kaka yako amemaliza chuo, amerudi nyumbani, hajapata ajira. Umemwona dada yako amemaliza chuo, hajapata ajira. Umemwona anko akamaliza chuo, hajapata ajira, na wewe unaendelea kusoma. Wewe unawaza nini? Tuanze na huyu. Unaona? Kwa sababu umeshaona ajira zimekuwa ni changamoto Tanzania, na si Tanzania, sasa hivi ni Afrika mpaka duniani.
ajira zimekuwa changamoto. Sasa lazima hata sisi kwenye malezi tumuandae kijana awe ana fikra pana za kuona, je, akikosa ajira atafanya kitu gani? Umeona? Pate ajira. Waga naona upotoshaji huko mtaani. Watu wanasema uwezo ukawa umeajiriwa na ukawa mfanyabiashara mkubwa labda ukawa tajiri. Hapana, hicho kitu ni cha uongo. Ajira ni kitu, ni starting point. Unajua kuna kitu tunasemaga starting from zero. Umetoka chuo ukiwa huna hata shilingi 100, unaanzaje? Umeona? Huyu ambaye ametoka chuo akiwa hana hata shilingi 100 akiingia mtaani ni safari ngumu sana kuanza kupata hata mtaji wa biashara, si ndio? Lakini kwa mfano tukimchukua huyu ambaye amekaa miaka 2 mtaani baada ya chuo na huyu ambaye alipomaliza chuo akapata ajira ndani ya miaka 2, nani atakuwa na mtaji? Utakuta huyu angalau aliyopata ajira na mtaji. Kwa hiyo ajira huwa tunatumia kama sehemu ya kupata mtaji. Kwa hiyo lazima kijana aandaliwe. Sawa, nitaajiriwa ili nisaidie taifa langu. Kwa sababu kuajiriwa ni kama wajibu fulani. Si serikali inakusomesha, inaingiza gharama na nini. Yaani kama umempeleka askari jeshini, ameenda kozi, umemgharamia gharama zote na asije kuwa mlinzi wa taifa lako, unajisikiaje? Kwa hiyo ni hasara. Kwa hiyo lazima kijana ajiandae kuajiriwa na serikali, lakini afahamu lazima afanye extra things. Sasa na itapotokea amekosa labda ajira, ile idea yake labda ya biashara na nini lazima aendelee nayo. Okay. Lakini tunazungumzia idea ya biashara Bwana Ali. Vioni tunasoma theory, nadharia kwamba jinsi ya kuanzia biashara ni ABC, lakini haiakisi uhalisia wa uanzishaji wa biashara yenyewe. Tunazungumzia sasa hivi ambapo katika 80% ya biashara zinazoanzishwa huwa zinakufa baada ya mwaka mmoja. Sure, ni sahihi kabisa, ni sahihi. Kwa sababu watu wanakosa ile misingi, wamesoma theory. Tunasaidieje vijana kwa sura hii Bwana Ali? Ni sahihi. Kwanza tu mimi niwaambie vijana wasiridhike kwenda vyuo wakaona wameelimika. Yaani wasiridhike kwamba eti ukifika chuo kikuu labda ndo na kitu kimekutoshea. Hapana. Mimi naamini maarifa sahihi yapo mtaani kuliko hata vyuo. Vyuo tunasoma tu tupate ile civilization, tuelimike, tuweze tukakutana na watu tukazungumza kitu fulani, yaani ni kupanua tu fikra, lakini yale maarifa sahihi sasa ya kufanya wewe move from one step to another yapo mtaani. Umeona? Nafikiri point ni kubwa sana. Umeona? Kwa mfano unapokutana na Kelvin Kibenje akakwambia kwa mtaji wa 200,000 una uwezo wa kuanzisha kitu fulani na ikakutengenezea mtaji ndani ya muda fulani ukaanzisha biashara kubwa zaidi. Hayo maarifa chuo yapo? Hapana. Umeona? Hayo yako mtaani. Umeona? Lakini kuna mtu anakuja kukufundisha, bwana sasa umeshafungua biashara, lakini ili uweze kumaintain wateja kufanyaje hayo yapo mtaani. Umeona? Kwa hiyo natoa wito kwa vijana wasiridhike na ile elimu tu ya vyuo vikuu. Waje mtaani wakutane. Sasa mtaani huku uwezo kukuta sehemu wanafundisha. Lazima uanze kufanya uchaguzi sahihi wa watu. Sana. Na unajua tunapozungumza hivi inawezekana watazamaji wataandika Bwana Ali, mtaani kugumu, naanzaje? Mtaani kugumu, naanzaje? Vitu kama hivyo. Najua una maswali kama hayo. Na nadhani unajibu hilo swali sasa. Sasa nikalijibu. Unaanzaje? Kwanza wekeza kwako. Kwako wewe. Yaani kitu cha kwanza, hatua ya kwanza ya mafanikio ni kujifahamu mimi ni nani. Umeona? Kwa mfano hayati John Joseph Pombe Magufuli, katika watu wote ambao amewahi kuwataja ambao vijana ambao hawana mchango kwenye taifa hili, wakiwemo wezi, wala rushwa, sijui majambazi, lakini hata watu ambao wasiojitambua aliwataja. Wana mchango mdogo sana kwenye taifa letu, watu wasiojitambua. Kwa hiyo kijana lazima akae ajiulize mimi ni nani? Purpose of life. Mbona nimezaliwa kwa ajili gani? Hivi naiona baada ya miaka 10 najiona nani? Hayo ni maswali mazuri kabisa ambayo yanaweza kufanyaje yakakujenga ukaja kuwa mtu imara zaidi. Unadhani kila kijana ana uwezo wa kujiuliza maswali hayo au kuna aina ya vijana ambao wanaweza kujiuliza hivyo? Sasa hiyo inatokana na malezi. Tunarudi nyuma. Yaani huyu kijana bwana, ili tumtengeneze lazima tuwekeze sana kwenye malezi. Umeona? Sasa wale ambao wanahusiana na malezi wale natakiwa wawekeze sana kuwaelimisha wazazi. Unajua sisi kwa mfano vijana Talk Forum, sisi tunabezi sana na vijana. Lakini sisi vijana tunaandaa sasa kizazi kijacho kinakuaje, na ndio maana tunaambiana ukweli. Wengine wameharibika kwa sababu ya malezi. Umeona? Hata kwa sababu wameharibika kwa ajili ya malezi, sisi vijana ambao tupo leo ambao ndo wazazi wa kesho tunafanyaje?
Mwana, lazima tuandae kizazi ambacho kinajiandaa kwa mafanikio. Sawa. Na tunapoelekea mwishoni mwa podcast yetu, Bwana Alex Someko, kuna swala la mitandao ya kijamii. Vijana wengi wanajikita katika kutumia mitandao ya kijamii. Nilikuwa naangalia kwa mfano TikTok. Vijana wengi wako pale na video nyingi zinazoenda viral, zinazoenda sana ni zile za vichekesho. Mtandaoni mtu anacheka. Ukipita mtaani kidogo unasikia mtu anacheka. Ukipita maofisini unaona mtu anacheka. Mbele yuko na laptop yake kwa ajili ya kazi, lakini anacheka na TikTok. Unadhani mitandao ya kijamii ina mchango kiasi gani katika kumsaidia au kumdumaza kijana? Okay. Sasa hapo labda niache swali lako nirudi nyuma kabisa. Tuanze kwa mtoto. Kwa sababu kijana ni hatua ya pili. Alafu tutakuja na nyinyi wazee. Sasa nyinyi wazee mnakaribia kustaafu, hata mkicheka haina shida. Taendelea kuishi, si ndio? Tuanze kwa mtoto. Kwanza kwenye malezi kwa mfano ya mtoto, mitandao ya kijamii si mibaya sana, lakini ni mibaya. Umeona? Kuna uzuri wake. Kuna uzuri wake na ubaya. Na kwenye malezi ya mtoto lazima ufahamu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo haviepukiki kama mitandao ya kijamii. Unaweza kumnyima mwanao simu, lakini akienda shule ataikuta. Umeona? Unaweza kumnyima mwanao simu, TV, akaikuta somewhere, akaiangalia na akafanya chochote anachojisikia. Kwamba sasa kwenye malezi sisi kama wazazi lazima tufahamu dunia yetu tulionayo sasa hivi ni ya sayansi na teknolojia. Yaani teknolojia hata ufanyaje lazima iwepo. Lakini swala ni wewe unamuandaaje mtoto ama unamsimamiaje mtoto kwenye matumizi ya hivyo vitu? Umeona? Kwa mfano TV, labda kwenye kuangalia TV unaweza kumpangia muda kijana, mtoto wako angalie muda gani, na haishauriwi mtoto kuzidisha saa moja kuangalia TV. Umeona? Yaani masaa 2-3 haruhusiwi mtoto kuangalia TV hayo masaa yote. Na anaangalia kipindi maalum chenye mafundisho mazuri kwa mtoto, na inashauriwa mtoto anapoangalia television na mzazi uwepo. Umeona? Tunamshauri huyu mzazi awepo, ambaye mzazi anaondoka saa 12 anarudi saa 1 usiku. Ndio hiyo changamoto ya sasa hivi, lakini hatuwezi tukasema kwamba tunashindwa. Mzazi anapokuja anaweza kukutana na mtoto wake hata jioni, huo muda ndio mzuri wa kuangalia TV. Kwa hiyo sasa kwa wale wenzetu ambao wana mazingira ya kuachia mausgelo ndo anaangaliaga vitu hivyo vya, unaweza kukuta labda ndo anapenda kuangalia labda matamthilia na nini. Kwa hiyo pia elimu zitatolewa, lazima zitolewe hata kwa mausgelo na watu wote ambao wanahusika na kuwa karibu na watoto wetu. Umeona? Kwa kwenye TV labda hivyo, lakini kwenye mitandao ya kijamii na nini, lazima tujue mtoto anaposhika simu huwa anaenda direct kuangalia nini. Umeona? Sasa hivi imekuwa kama fashion. Mtoto mdogo tukanunuliwa PC, anaangalia anachojisikia. Mtoto mdogo kanunuliwa simu, ajiangalia, anatumia, anafanya anachojisikia. Kwa lazima tuanze kumdhibiti mtoto. Tumwambie mtoto angalia hichi na hichi. Ila akishakuwa mkubwa sasa, unamshauri mwanangu, ili saikolojia yako ilinde, ili wewe uwe kijana wa namna fulani. Kwenye mitandao ya kijamii chagua maudhui ya kufanyaje? Ya kutazama. Yaani kwa mfano mimi hata nikupa simu yangu, ukaingia Instagram, ukaingia TikTok, ukiingia YouTube, ukiingia mtandao wowote, ukaingia Facebook. Hata ukiscroll ndani ya saa moja, hautokutana na content chafu hata moja. Kwa sababu gani? Ni aina ya maudhui ambayo mimi natafuta. Mimi natafuta maudhui kama ya kwako Moses Mkemwa, maudhui ya kina Kelvin, ya ndugu yangu Madin.com, yaani watu ambao wanaweza nikakaa nikajifunza kitu. Umeona? Kwa lazima tuwajengee vijana uwezo wa jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii katika namna nzuri. Umeona? Kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii unakuta kuna fursa. Umeona? Kama wewe tumefahamiana kwenye mitandao ya kijamii, lakini sasa hivi kuna teknolojia mpya ya AI, watu wanatumia AI kutengeneza pesa, wanatengeneza maudhui mbalimbali, wanaifanyia kibiashara na nini, kutengeneza. Kwa hiyo sasa mitandao ya kijamii tusitumie kama burudani tu, tuitumie kibiashara kama fursa. Asante sana Bwana Alex Someko. Natamani tunapomaliza neno moja kwa ajili ya wafanyabiashara na wajasiriamali ambao wako Iringa Talk Show tumeandaa semina kubwa sana. Tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka 2026 itafanyika Royal Palm kwa ajili ya wafanyabiashara na wajasiriamali ambao wengi wao ni vijana. Una nini la kuambia? Wow, kwanza nakushukuru sana, lakini ninachowaambia wafanyabiashara si wa Iringa tu, hata wa mikoa jirani, watu wa Mbeya, Iringa, Mbeya, Njombe, Morogoro, Dodoma wanakaribishwa waweze kufika, waweze kupata kile ambacho umekiandalia kama mkurugenzi wa Iringa Talk Show. Kwa mimi nature ya walimu ambao nimewaona ni walimu wazuri sana. Naamini tutapata madini mazuri na inaweza ikawa ni mwanzo wa wao kupiga hatua. Unajua
kama tulivyoongea point ya kujitambua. Unaweza kuwa unafanya biashara lakini umeshaifanya iwe ya kawaida tu. Kwa hiyo ukiingia darasa la Iringa Talk Show la kesho kutwa, hiyo kama business hub, wakishaingia wafanya biashara kesho kutwa, watapikwa na wataanza kufikiria, watapata fikra mpya za kuweza kubadilisha biashara yao ziwe kubwa kabisa. Na hii sio wito kwa wafanyabiashara wakubwa tu, hata wafanyabiashara wadogo waje wahudhurie Iringa Talk Show hiyo tarehe ngapi pale Royal Palm, ili waweze kupata ndoto kubwa, na wanaweza wakapata inspiration. Unakutana pale na wafanyabiashara wakubwa, wakiwepo kama wawekezaji wakubwa, wakina Asas, wakina Shafa, wakina CF Makamba. Unaweza ukaona kwa nini Asas alifanikiwa, labda kwa nini CF alifanikiwa, si ndio? Kwa nini hao wakina nani walifanikiwa? Kwa hiyo inaweza ikawa pia inspiration, ikawa ni uamsho kwa wewe mfanyabiashara mdogo, ukajiuliza kwa nini nipo hapa, umeona? Na ikakupa morali ya wewe kuanza kupambana zaidi, uthirizike pale ulipo, usonge mbele zaidi. Yeah. Nakushukuru sana Bwana Ali. Naamini podcast yetu imekuwa fupi lakini yenye nguvu. Nashukuru sana. Na tunakutakia mafanikio makubwa sana katika kuwekeza kwa vijana wa Tanzania kupitia Vijana Talk Forum. Lakini pia naamini tutahitaji talk nyingine podcast. Sasa na wewe. Nitakuwa tayari zaidi. Nadhani wafuatiliaji wako wa Iringa Talk Show wawe tayari kusikiliza madini zaidi, lakini tutaendelea kujuzana vitu vipya zaidi. Nadhani hii podcast moja inaweza ikawa haijatosha kumbadilisha mtu kifikra, ama kuanza kufikiria kile ambacho tunakifikiria au ambacho nakifikiria wewe Moses. Ndio. Kwa hiyo nadhani zitakuja podcast nyingi, lakini tufuatilie hii account ya Iringa Talk Show pale YouTube. Nadhani utapata masomo mengi ambayo yamefanywa na Iringa Talk Show. Shukran. Tutakuwa na wakati mwingine mzuri sana, naamini, pamoja na Ali Kisomeko. Pengine tunaweza tukaandaa series kwa ajili ya kukusaidia kijana kuweza kusonga mbele. Kama ulivyosema, podcast moja inaweza isitoshe. Sasa tutakuwa na mtiririko, Mungu akipenda. Hadi wakati mwingine. Sha.